whoever hears to hear, let them hear. Mungu abariki maandiko. Biblia goteba se Mariko inye eyemo mbuka kianda iga agachaka kworokereria naende ase nyanja barabare na omuganda omonene okamusangirikanira goikere akalina obwato akaikaransa imeo igoro y'enyanja omuganda bwonsi nao orenge ase ensi enyomo enyanja barabare akabaorokereria amang'ana amange ase emereng'anio akabatebia ase okworokereria kwaye. Tegerera omobusuri akamanura kogenda kobusura agachia koba nkobusurare chimbusoro chinde chikagwa ase enchera ensemo chinyoni chigacha chikaria na echinde chikagwa ase egetarekere ase amaroba amake aramake chikamera bwango ekiagera amaroba arenge amake omobaso ogachikubara chigasusana na ekiagera chitarenge nemeri chikoma na echinde chikagwa ase amagwa ime na amagwa aria agakina akachimiga tichiama amatunda na echinde chikagwa ase amaroba amaya chikama endagera chikamera na gokina na kwama echinde 30 echinde 50 nomo naende echinde 100. Akabora oyo ore namato akoigwera tigaigwe oyo ore namato akoigwera tigaigwe. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Tata sereta ya Yesu, mfalme wa wafalme, tumekuja mbele zako siku ya leo. Muruoti bwabaruti achire bosibu wao imambia bono. Tunaenda kusikiliza neno lako mfalme wetu. Ochitore gotegera ningana liao muruoti oito. Tunaomba Roho Mtakatifu twasabira omoiko mochenu atuongoze yale ambayo tunaenda kuongea. Otorae asali togochikokwana Tusiongee yetu ntokwana yara yaito bali tuongee yanayotoka kwako. Orende tokwana yako ruasole. Pia wanapoenda kusikiza na balia bagochikotegerera nimewaombea neema yako na basabira obuya bwao. Kwa hayo machache nimeomba katika jina la Yesu. Asa iya make na asabira seta Yesu na kuegena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikiza. I think mumesikiza mahali ambapo tumewasomea na mwenzangu. Korengerelinga mwaigule asa tu abasomeire. That is a parable which was taught by Jesus Christ. Oino mubayeno osometigwe na Yesu Kristo. Jesus Christ used parables. Yesu Kristo ningale gotumia emebayeno. Sometimes you may ask why Jesus was using parables. Ebiro binde no ebolingi yakogera Yesu ale gotumeka emebayeno. Sometimes I may ask myself why Jesus was using parables. Kinga kichinde ninge ebolingi yakogera Yesu where the disciples and other people will see him. Asa boro kigwa na abantu bande bale kunyara komorora. Because of the parables. Yesu agachaka kuborokereria omobayeno. Jesus taught them many parables. Yesu akaborokereria emebayeno emegondo yabo. During this season, ase birebyo emegondo yabo. During this season, ase birebyo many people had purchased the seedlings. Abantu bagolire ebimeri. During this season, ase birebyo people had already done what we call deforestation. Abantu konye baroiseirie emegondo yabo. During this season, ase ebirebyo people were ready with their oxen for planting. Abantu niko balenge tayari nechieli chiabo asenge nchiyo kosimeka. During this season, asenge nchiyo ebirebyo chambers, amakombe, mattock, chiuma, hose, chiuma were sharpened, ready for planting. Niko chiatiere tigwa asenge nchiyo yoko simeka. Then Jesus, in their mind, naona Yesu ase birengera libyaye, he came up with the parable of the sower. agachana omobayeno bw'omobusuri. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. I think now you have seen bono nkagerete mwarolire when Jesus was trying to give a parable, ekere Yesu ale gotaka korwa omobayeno, he was to see, iga alenge korora, he was to look iga alenge koligereria the season. ese birombiribi. For example, here
bono iga we have seen that Jesus is trying to explain about the parable of the sower, twarori Yesu nigagotema kuorokereria iguru y'omubayeno bw'omubusuri, minding the farmers that this is the season for planting. karengereretie aba kiagera yarenge ebiro by'ogosimeka. In other words, he had already seen Ase ebiro ebirengereri binde konyororire. within there were people who were planting, who were preparing their land. Iga tari takumereti ng'abantu mbare barekorosia emegondo yabo. Abantu konyora balimire emigondo yabo. Watu walikuwa wamelima mashamba zao. Emigondo yabo konyora bangina basambire emigondo yabo basambire egoto. Wamama walikuwa wamechoma uchafu ambao ulikuwa shambani. Ndio Yesu sasa akakuja na hiyo mfano. Nali Yesu agocha bono n'omubayeno oyo. Oko batebi igoro y'omubusuri oyomo. Akiwaambia juu ya Ochiete mugondo ko busura. aliyeenda shambani kupanda mbegu. Omubusuri oyo unatwatebi kukorugoro. Mpanzi huyu vile ambavyo tumeelezwa Alienda shambani kupanda. iga achiete ase omugondo gosimeka. Akaanza kusema kuna wakati huyu mkulima alikuwa anapanda, Agachaka goteba ng'a chinga kinchire omubusuri alenge kobusura. kuna zingine zilikuwa zinaanguka karibu na parapara. Nchire chiare kona kogwa ange ne para. Echichi awetanga ne para, Ambazo zilianguka karibu na barabara, chinyoni chikalia. ndege walikula. Singine mkulima akaanza kuteremuka akasema tena akapanda mahali ambapo kulikuwa na changu. Ando omuremi oli akasimeka ekinde ase egetare. Wakati zilianza kumea, Ekere embusuro eli achagete komera, kiangazi ikakusa zikakauka. omubaso ogacha chigasusana. Another one zikaanza kumea katika mipa. Ekinde chikagu egatikati y'amagu. Mipa ikasifanya asi kumea vizuri. Amagu ali akachimiga chimbusuro chiri nchiamera buya. Zingine Ekinde zilianguka mahali ambapo kulikuwa na rutuba mzuri. chikagwa ase omugondo olengo omuya. Zingine zikaanguka mahali ambako kulikuwa na rutuba mzuri. Ekinde chikagwa ase amaroba amaya. Ambazo zilikuwa Ekyo chialenge zilimea vizuri. chikamera buya. Wakati wa mazao Chingaki chiokobusura zilifanya vizuri. chigakora buya. 30%, Chinde chikama 30, 60%, chinde chikarama 50 nomo, 100%. echinde chikama 100. Ndio maana Yesu anatuambia kupitia kwa hii mfano. Na kigekogera Yesu agototebi gwetera ase omubayeno oyo iga. Verse 9 Kianda anasema kwamba agoteba iga, aliye na masikio ng'oyo ole n'amato wacha asikie sasa. ayakoigwera tiga igwe bono. Wacha asikie sasa. Tiga igwe bono. Sasa wakati Yesu anatoa hii mfano, Ekere Yesu akora omubayeno oyo iga, anatoa mfano kwetu sisi kama Wakristo. iga akora omubayeno ase tore intwe abakristo. Sisi kama Wakristo tumefananishwa na mkulima. Intwe abakristo twabwekanigwe n'omuremi. Sisi kama Wakristo tumefananiwa na mkulima Intwe abakristo twabwekanigwe n'omuremi. mwenye alienda shambani Oyo ochiete mogondo akaanza kupanda mimea yake. agachaka kobusura chimbusuro chiaye. Tumesikia vile Biblia inatuambia Twaigure bune Biblia egototebia kwamba kunasa ambazo zilikuwa zimeanguka karibu na parapara ng'anchire chiagwete nchera zikakuliwa na nyuni. chikaliegwa n'echinyoni. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba Igo bono nigo togotebigwa kuna iga, zingine zilianguka karibu na changwa. ng'echinde nchire chiagwete ase egetare. Kuna zingine ambazo zilianguka katika mipa. Echinde nchire chiagwete ase amaguime. Kuna zingine ambazo zilianguka katika udongo mzuri. N'echinde nchire chiagwete ase liroba ligiya. Hawa ni Wakristo wanaambiwa hiyo. Aba n'abakristo bagotebigwa igo. Now who is a sower? Bono ning'o omubusuri.
Who is a sower? Omo busuli ningo. Or who is a farmer? Gosomo busuli ningo. The sower means Omo busuli nge minetie. Jesus Yeso. or the servants of God Gosaba somba ba Nyasaye. who shares God's word. Abo bagosanga lingana ly'omonene. Who is the seed? Ngoyo ole embusuro. Who is the seed? Embusuro ningo. The seed is God's word. Embusuro nelingana lya Nyasaye. Who is the soil? Aliroba ningo. Who is the different types of soils? Amaroba ye tofauti ningo. We are the different types of soils. Intwe ni intwe amaroba ye tofauti. We are different types of soils. Intwe na amaroba yo tofauti. I may be the one who is the seed that fell on the roadside. Nabonda abe ninche oli embusuro eli agwete nchera. This is a person Oyo no monto. who hears the word of God, Oyo koigulingana lya Nyasaye. but is not taking responsibility to hear the word of God. Kolende taliko irabidira ngera likolitakera lingana lili ya Nyasaye. When the servants of the Lord preaches or shares the word of God with us, Ekero musombo Nyasaye agosanga lingana lya Nyasaye mona intwe. when you are not taking care of that, Ekero taliko beka birengera libya ororo. we are likened like those seeds that fell on the roadside. Niko toko bweka nigwane chimbusuro chili chiagwete enchera. Hence they were eaten by the birds. Na kigekogera chialietwe n'echinyoni. Another soil Liroba linde fell on the rock ground. niko lya embusuro yagwete asigetale. These are the people Aba n'abantu balya who hear the word of God aba bakoigulingana lya Nyasaye with the small faith. bakini bane n'okwega enogoke. After the preacher has gone out, Ekero omurandi asookire, after the sermon had ended, ekera lingana gosoma randi yaelire, the believer forget what was the message. omwegenwa olya bweba kelikialenge kerenga. Or when the preacher is preaching, Gose ekero omurandi agendete korandia, the listener or the person who is listening is having less faith. omotegereri oli nigane n'okwega enogoke. Or when the servant of the Lord is preaching, Gose ekero omosombo Nyasaye akorandia, now the hearer or the person who is hearing omotegereri gose oli otegererete has shallow roots. nigabwate talikoigu buya. Eventually his roots dries up. Bono Namely, emeli yaye yauma. yanyara kuoma. Yauma. Number 3, the third person fell among thorns. Ya gatato omontonde nigakogwali asamagwa. Receiving the word of God Konyora lingana lya Nyasaye with joy. n'omogoko. Kolenda ase ebiro ebike Worries, okwo otwara obwoba, diseases, amarwaire, poor, obotaka, fight chisegi hinders his message. chiasuya okonyora lingana lirya. Yes, this is a person Oyo n'omonto when the word of God is being preached unto them, ekero lingana lya Nyasaye likorandibwa ase bale they hear. nkoigu bale kini ekero inyoire emechande yeragwetera For example, like diseases, mono amarwaire, war, chisegi, riches, obonda hinders him from getting the message from the servant of God. biamoa egetango giokonyora kose chinsa chinde ekero ore omonda You don't have time to listen to the word of God. tobwatie ebiro biogotegerera lingana lya Nyasaye. Now you are the kind of a person Bono kwabeire omonto oria in thorns. ase amagwa ime. Because of the workplace you are working,
ase eng'encho y'emeremo ase ogokora emeremo now you don't have peace of mind. bono tobwati morembe That ekere kwenyoire aywo now you find yourself you are not settled. bono kwenyora ng'a tobwati morembe. Eventually you find yourself on the third person who is planted among the thorns. Wacha kwenda osimekire ase amagwa ime. Finally, Omoelio the seed that fell on a good soil. chimbusuro chiagwete ase liroba ligiya. This is a person Oyo n'omonto who receives the word of God oyo okonyora ling'ana lya Nyasaye with joy in it, n'omogoko ime yaye. and then trusts the word of God. Nande bwegena ling'ana lya Nyasaye He keep on growing. ogenderera gokina. Person N'omonto oyo iga will produce as follows: niga akonyara kobusura munebwatetie 30%, onyora 30 60% from this story. nkigose twasomire korwa ase omogano oyo iga. What have I learned from this story? Inki nasomire korwa ase omogano oyo iga. Let us pray unto our God Tiga tosabe omonene oito so that He will give us wisdom ende anyare gotwa chisemi on how to tackle this. ende tonyare komanya buna tokonyora In these 4 stages, ase ebiwange bibine where are you? nga yayore Lesson number 1 that one should learn, okomanya okosoma okosoma gento kia litang'ani that Jesus Christ, buna Yesu Kristo when He's giving out His parable, ekera kwenana omobayeno oyo iga. number 1 is this: Egetang'ani neke Jesus wanted to plant or to equip with the word of God. Yesu niga atagete toikeranigwe ase ling'ana lya Nyasaye. Yesu nigataete tonyare kuigura ing'ana ria Nyasaye. Number 2, Jesus wanted us to be aware of challenges Yesu niga aganeti tomanye ebitango and how to conquer them by faith. na enchera y'okobibwa gwetera ase okwegena. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Another point that we should learn from this parable, Negento kende tokosoma korwa ase omobayeno oyo iga. as Christians, Buna abakristo be the product of multiplication. kaba As a Christian, buna omokristo be the product of multiplication. kaba omonto okogenderera komenteka. Number 4, Inye plenty of seeds have been sowed, echimbusuro n'echinyinge chiasimekirwe but a few have grown on a good soil. korende chimbusuro n'echinke chiamerire ase liroba ligiya. Bwana Yesu asifiwe. Tumehubiriwa sana, Twarandeliwe mono lakini ni wachache tumesikia neno la Mungu. korende n'abake twaigure ling'ana lya Nyasaye. My prayer this morning, Ogosaba kwane mambie yeiga how I wish ng'aki nasabire through the Holy Spirit, wetera ase omoiko omochenu which Jesus gave the disciples to aete abatomwa baye to be in us, obe ime yaito so that we grow in God's word. ende tonyare gokina ase ling'ana lya Nyasaye. Another point that we should learn from this, Makorwa ase ling'ana eliga have faith with the word of God. twara okwegena n'eling'ana lya Nyasaye. Have faith with the word of God. Twara okwegena n'eling'ana lya Nyasaye. Let us not be taken away by the wealth of this world. Ntonyara koirwa n'obonda bw'ensi eye iga. Let us stick with the word of God. Tiga totenene ase ling'ana lya Nyasaye. Number 5, Isano pray to one another to avoid hindrance or choked. saba ase kero oyomo ende ntonyara gotwara ebitango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusabirane intwe ase intwe elinde tobwo mu biso ito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Those are some of the lessons that we should learn, we as Christians. Yuna ara mang'ana torasome buna intwe abakristo. Kwa sababu ya hayo,
ase eng'encho yayo napenda tusimame juu. igo nasabire totenene igoro. Tarinje ngorandia imeane imeasende tarinje ngotera imeane Kristo imasende tarinje ngorandia imeane Kristo imasende. May the Lord. Ningependa kabla tuombe tulete sadaka zetu. Igo nasabire tutarasaba torete chisadaka cheitu. Tuendelee na hiyo worship kidogo, hiyo wimbo kidogo, then tutaomba. Imasende tarinje ngorania imeane Kristo imasende imasende tarinje ngorania imeane Kristo imasende tarinje ngotera 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 imeane Kristo imasende. Kristo, wewe ni Mungu mwema tena Mungu mtakatifu. Tunalishukuru jina lako asubuhi ya leo kwa sababu ya neno ambalo Bwana tumelisikia kutoka kwako. Ili Jehova, tunaposikiza neno lako tuwe kama mbegu zilizopandwa katika udongo uliokuwa bora katika jina la Yesu Kristo. Naombea kila mmoja Bwana, neno hili likamsaidie ili Bwana akaweze kusimama. Asante pia kwa sababu ya nafasi ambayo Bwana umetupa tumeshiriki katika ibada ya matoleo. Wanao Bwana wamekutolea sadaka zao na matoleo mengine. Naomba Bwana ukayapokee na yakawe manukato kwako asubuhi ya leo. Baada nyingine Bwana, naomba kwamba Bwana ukawatumikie, Roho wako Mtakatifu akawaongoze katika ibada katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni Bwana, kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asifiwe kila mmoja. Amen. Tuinulie Bwana mikono tuseme asante. Mataifa yote yatakusanyika. Mataifa yote yatakusanyika. Wateule wote watakusanyika mbele za Bwana. Bwana tukiimba
linenasa ibada yaitwa Yesu. Tutengeneze. Oh, Bwana. Haleluya, Bwana. Tukikusifu. Kenye ingimo. Oh, Yesu. Yesu naye, Yesu naye. Eroti yaitwa naye. Ebuli yaitwa naye. Mwambie yabona mwezi. Inua sauti yako, mwambie Bwana, mataifa yote yanakusanyika asubuhi ya leo. Inua sauti yako, mwambie Bwana, nimekusanyika na wengine asubuhi ya leo kusema wewe ni Bwana, kusema wewe ni Mungu, kusema wewe ni mtakatifu na kuna wa kulinganishwa nawe. Kama uninua sauti yako kwa Bwana, mwambie tunakuinua, mwambie tunakuabudu asubuhi ya leo, mwambie tunaliheshimu jina lako asubuhi ya leo, mwambie tunalitukuza jina lako, jina ambalo ni jina lililo juu ya majina yote, jina ambalo likitamkwa tunapata ushindi. Mwambie Bwana, tuko mbele zako asubuhi ya leo, tunakuhitaji. Mwambie Bwana, tuko uweponi mwako, tunakuhitaji uweze kututawala na kutuongoza. Oh, tukimuinua, tukimuinua, tukimuinua. Inua sauti kabisa, mwambie tukimuinua, tukimuinua, tukimuinua. Haleluya, tukimuinua. Nataka nione mikono iliyoinuliwa. Tukimuinua, tukimuinua,
unatosha, usifiwe Yesu, usifiwe Yahweh, usifiwe. Kama unainua sauti yako, mwambie wewe unatosha. Mwambie unatosha katika kila hali ambayo ninaipitia asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni Baba, wewe ni tumaini langu. Mwambie wewe ni kimbilio langu asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni tegemeo la moyo wangu asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni tumaini la moyo wangu asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni kimbilio langu na sina mwingine asubuhi ya leo. Mwambie unatosha Bwana, mwambie unatosha Yesu, unatosha Bwana, unatosha mfalme wa wafalme, unatosha mtakatifu wa watakatifu, unatosha Mungu usiyeshindwa. Asubuhi ya leo ni wewe Bwana unatosha, asubuhi ya leo ni wewe mfalme unastahili, asubuhi ya leo ni wewe uliyekimbilio na tumaini letu, asubuhi ya leo ni wewe tunakuabudu Bwana, ni wewe tunainulia sauti zetu mfalme wa amani, tukisema ni wewe, tukisema ni wewe. Hakuna mwingine kama wewe, umetamalaki Bwana, nani kama wewe, usiyeshindwa Bwana, usiyeshindwa Bwana, isiyoweza Bwana anaweza, yale isiyoyaweza Bwana anaweza. nasema yale nisiyoyaweza Bwana anaweza, Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. nasema yale yaliyonishinda Bwana anaweza, Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. nasema yale nisiyoyaweza Bwana anaweza, Yale Yesu isiyoyaweza Bwana mwambie anaweza. inua sauti yako, mwambie Bwana yale nisiyoyaweza wewe unayaweza asubuhi ya leo. Asante kwa neema yako Bwana. Baba, katika jina la Yesu, yale tusiyoyaweza mfalme wa amani asubuhi ya leo, tunajua kwako yanawezekana. Tunajua kwako tuko na ushindi, tunajua kwako tumebarikiwa, tunajua kwako mfalme tumeinuliwa. Asubuhi ya leo ni wewe unatosha. Tunapoendelea kutembea katika safari ya wokovu, tunaomba ya kwamba Bwana ukatembee nasi. Tunapoendelea katika ibada zetu za siku ya leo, tunaomba Bwana ukatembee nasi. Siku mzima tutakushukuru na kukupa sifa, maana ni kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Asante sana Praise and Worship. Karibu katika nyumba ya Bwana tunapoenda kumtukuza leo na kusikiza kutoka kwake. Naomba nilete matangazo machache ya siku ya leo. Tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na center meeting na itafanyika Kisii PAG tarehe 28. Tutakuwa na kwaya itaimba wimbo, na wimbo ni juu ya peleka jina la Yesu. Peleka jina la Yesu ndio theme ya wimbo utakaoimbwa tarehe 28.
Kwa sababu ya kujitayarisha, wanakwaya wote tunaalikwa kwa choir practice kuanzia kesho saa 10 hadi saa 11. Kesho Jumanne, Alhamisi na Ijumaa tutakuwa na choir practice, na wanakwaya wote tumealikwa ili tuweze kuendelea na mafundisho kuanzia saa 10 hadi saa 11. Wana choir practice wote ambao ni wanakwaya tumealikwa ili tuweze kuendelea na mafunzo. Our mega fundraiser inakaribia tarehe 12 mwezi wa 4. Mega fundraiser ya kununua bus imekaribia, ni tarehe 12 mwezi wa 4, na wote tuliambiwa ni wageni, na tuendelee kutafuta wageni wengine ili waweze kutusupport tuweze kuleta bus ya kuhubiri injili ya Bwana. Sisi wote ni wageni, na pia tumeulizwa kuleta wageni ili tuweze kupata hiyo pesa tununue bus. Kwa hivyo tunaendelea na maombi. Sisi wote wacha tuombee hili jambo la fundraiser, Mungu aweze kuprovide. Kazi ni yake, fedha ni zake, ila sisi kazi yetu ni kumuomba aweze kutupatia ili tufanye kazi yake. Jana tulikuwa pale Kisii PAG, tulikuwa na training ya secretaries na treasurers, na tunaendelea kutukuza Bwana kwa sababu ya kazi yake, na wote tunafanya kazi pamoja kwa sababu hii kazi si ya mtu mmoja. So kwa hivyo kama kanisa tunawashukuru kwa ile support ambayo mnaendelea kupatia management ikifanya kazi ya Bwana. Rigesa wale hatujaleta tumeombwa tuweze kuleta, ili next week tutapeana tarehe ya kuombea Rigesa. Wale hatujaleta tuharakishe, kwa sababu tutaombea Rigesa hivi karibuni. Tarehe 21 mwezi huu wa 3, tarehe 21 mwezi huu wa 3, all mothers, wamama wote tutakutana Kisii PAG Church kuanzia saa 3 asubuhi. Wamama wote tutakuwa Kisii PAG Church tarehe 21 next Saturday, na wamama wote baada ya ibada tutabaki ili tuweze kupeana mwelekeo vile tunakutana Kisii PAG tarehe 21. Na wazee wote, all men, the same tarehe 21 mtakutana hapa kanisani. Wazee wote tarehe 21 mtakutana hapa kanisani kuanzia saa 8 ya mchana. Membership cards tulipeana last week. Wale ambao hawakuchukua yao, mtaniona baada ya ibada nikupatie yako. Baptism is on. Baptism class is on, na tarehe ya upatizo ni tarehe 19 mwezi wa 4. Ikiwa ungependa kupatizwa, utajoin class ya baptism ambayo inafanyika kwa ofisi ya Bishop kila Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi. Baptism class inaanza saa 2 asubuhi kwa ofisi ya Bishop every Sunday. Calendars, treasurer ameniambia ameangusha bei, ni 50 shillings. Vizuri ujipatie nakala yako ili uweze kujua vile events za kanisa zinafanyika. Utaipata hapo kwa meza yake kwa shilingi 50. Tuko na Koinonia Macedonia West edition
na ningeomba apostles wa Macedonia West wasimame. Apostles wa Macedonia West wasonge mbele, watusalimie. Macedonia West Apostles, karibu. Wanapoendelea kukuja, pia tutakuwa na fellowship evaluation ambayo itafanyika tarehe 23 mwezi wa 4, 23rd of April, ndio tutakuwa na our fellowships evaluation, na apostles tunaulizwa tuweze kujipanga kwa ajili ya hiyo evaluation. Wacha hao maaposto watusalimie na watukaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu nomuya. Yesu nomuya. Nero motoria onkwerete agateva mangana maya uyo ramwegene omwana nare nobogima egene nagotebi egene egena mangana maya uyo ramwegene omwana nare nobogima. Kwa majina ni Jason Bosire, apostle wa Macedonia West. Jambo kuu katika koinoni ambayo ijayo. Mungu ni mzuri kwa sababu tunamtegemea kwa kila jambo, na tunajua vizuri ya kwamba siku hiyo itakuwa siku tofauti. Tunazidi kuiombea, na nyinyi kama kanisa mzidi kuiombea hiyo siku, kwa sababu ni siku hatari, ni siku ya kufukuzana na mapepo. Kwa hivyo ni mtu kujiandaa, ni mtu kujiweka vizuri, ni mtu kujirekebisha, kwa sababu huwezi enda katika vita kama hujajiandaa, kama hujajiweka vizuri. Kwa hivyo Mungu wetu ni mzuri, na waombea njia zifunguke, yale ambayo yanahitajika pale Mungu apate kufungua njia, vyote vipate kuwa rahisi. Kwa hivyo karibu sana, karibu Macedonia West Koinonia, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wokango igakera muri kanisa. Ambia jirani yako changamuka. Mwambie changamuka. Ndoko mna bantu turasekete tuwereire mbura. Changamuka hapa ndani. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Bwana asifiwe sana. Nafasi ya oyogo chaiga ngwacha kurigie gento. Etuate bikutapate inaki, karibu sana kule Macedonia West. Ligesa neri nyinge abakori emirimo na abake. Igobono nto babake. Tuko wengi sana. Abakori emirimo bako babake, lakini ligesa Yesu aroche riri nyinge. Tutari kuminyoka kuchia sari ya Macedonia West. Tokore masambulisi. In fact, okotara kwa ogwoka iga kuchi Macedonia West, omuntu olengo tamu maite Nyasaye na batanga inkigega kale muinaiga. Kwa hivyo wewe peke yako bila kuhubiri na kushika Biblia umehubiri kwa matendo. Bwana asifiwe sana. Mocha muborerende iga ntoba munero iga ngabona iga etore crusade. Simukuje wote. Nisalimie hivi. Umeapa mbele ya Mungu ya kwamba utakuja. Haleluya. Amen. Wacha Mungu awabariki sana. Kwa majina Apostle Charles, mumekaribishwa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. If you are seeing me do like this, are you Macedonia West in the house? Also do like this. Do like this and say we are the best. Mujasema vizuri, we are the best. Why are we the best? We have revised, we have passed around
or the other crusades around we had been doing in the other fellowships. That is where we are the best. So all of you as a church, we have the opportunity to welcome you there. We are waiting, anticipating so greatly to see you in Macedonia West. The venue is just very near here. So all of us, we will be there. Our sister, can you stand up? This is where we are going to have the venue. It's not near. Ni wangapi wanajua huyu mdada yetu? Sasa tutakuja wale ambao watapotea kidogo, si mnamuona? Wacha awaambie kwake ni wapi. Mahali venue tutakuwa. Yeye anasema ni wangapi wanajua hiyo njia ya kwenda Gekone CDA, utateremke kidogo, kuna junction huko. Mahali tulikuwa the other day, there is a time when we had also that venue. So that is where we are going to have our venue. So with that few remarks and so many, I'm waiting to see all of you there. Or come with one. Come with so many. Naona nyinyi nyote mkikuja, naona sisi tukifanikiwa, naona injili ya Bwana ikienda mbele, naona tukimtukuza Mungu kwa njia kuu. Asanteni kwa kunisikiza. Amen. Asante sana Senator and the other apostles. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Macedonia West wametukaribisha kwa our next koinonia ambayo itafanyika kuanzia wiki ya tarehe 16 mwezi wa 4. Asante sana. Macedonia East Fellowship watakuwa na fellowship yao kwa Mama Alice Mecha. Kwa Mama Alice Mecha kuanzia saa 8 kamili. Kwa hivyo Macedonia East members, mjue mtakutana kwa Alice Mecha kuanzia saa 8 kamili. Niko na barua hapa ya PAG Kenya ambayo itakuwa na National Women Conference. Itaanza tarehe 13 hadi tarehe 19 mwezi huu wa 4. Na wafuatao ndio wamealikwa kuhudhuria huo mkutano. Number 1, all mama directors of the district and their committee lady members. Number 2, all assembly mama directors and their lady committee members. Huyo sasa ni mama director wetu hapa kanisani pamoja na ile committee yake. Then tutakuwa na all overseers wives. Mabibi wote wa maofasia watakuwa hapo. Then tutakuwa na all pastors wives. Mabibi wote wa pastors. Then lastly, number 5, tutakuwa na all lady pastors. Mapasta wote ambao ni wanawake. And lastly, tutakuwa na all district lady officials. So tumeulizwa kama kanisa tuendelee kuombea hili jambo na pia tutoe our support. Kwa hivyo kama Nyamataro kuna support tumeombwa ambayo tutapatiana ili iweze kusupport hawa wamama wakienda kwa hiyo conference ambayo itafanyika pale Nyang'ori National Office ya PAG Kenya, Nyang'ori Mission Station. Na Bwana aweze kupewa sifa. Bwana asifiwe. Kufikia hapo, ningependa nialike choirs. Baadaye tutamalizia yale yamebaki. Tutaanza na Jerusalem East, watafuatwa na apostles, tutamaliza na youths. Jerusalem East, apostles, then finally youths. Karibu sana Jerusalem East.
We are soldiers in the house of the Lord. Amen. Mbarikiwe. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Go
Amen. Asante sana Jerusalem East. Apostles, karibu. Nyimbo na tuzimbe tena, kwa damu ya thamani sana, mbinguni onana milele. Tuonane milele, milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule, kupozwa kila aoshwaye kwa damu ya kondoo yule, ataishi afu
Asante sana apostles. Youths, karibu. Youths, karibu. Church, youths, tusonge mbele. Youths kujeni, tuimbe, wimbo rahisi. Kujeni. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana. Youths tafadhali. Youths wote simameni. Hapo uko saidia juu. All youths. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Wakati youths. Leo tunataka youths wasimame. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumzi Youths. Mama. Amen. Tuendelee. Youths. Wazazi, asante. Amen. Amen. Asante sana youths. Tupigie kwaya zetu za leo makofi. Amen. Next week tutakuwa na ladies and Jerusalem West. Nashukuru Jerusalem East ambao wamekuwa on duty wakimaliza leo jioni.
kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Jerusalem West Fellowship, ndio watakaoanza duty. Tujipange kwa sababu ya hilo. Nachukua hii fursa nikishukuru wageni wote walio ndani ya nyumba na wale ambao ni our members lakini wamekuwa hawajakuwa na sisi kwa muda kwa sababu moja au nyingine. Bwana asifiwe. Naomba kama wewe ni mgeni unisalute tu hivi. Mgeni. Amen. 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 Tujipigie makofi sisi wote. Amen. Na kwa niaba ya wageni nataka niite watu wawili watusalimie tu mbio mbio, salamu tu. Nitaanza na mzee MD. Amekuwa mgonjwa lakini Mungu amemwezesha, amempona, ako pamoja na sisi. Karibu sana MD. Salamu. Yeah, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuchukua fursa hii nishukuru Mungu kwa sababu amenitendea mengi. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa last month nikawa mgonjwa, nikaenda hospitali, nikakaa huko for 2 weeks. Nikafanywa operation kidogo na nimekaa nyumbani for 2 weeks. Kwa hivyo nimekaa nje for 1 month. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amenitendea mengi. Amenifanyia mengi. Nataka nimalize kwa sababu ya muda. Nataka kusema hivi. Sisi wote watu wakubwa kuanzia miaka 45 hadi 70 hadi 100, tafadhali go for checkups. Tafadhali tuende hospitali tuchunguzwe tuone kama tuko sawa ama tuko sawa. Tumeelewana? Yes. Na kuna kliniki ambao kinaendelea hapa Nyange na hospitali inaitwa Mama Pirita Hospital. Wase wenzangu, tafadhali kesho amuka nenda huko fanyiwe checkups. Na waomba tafadhali. Kwa sababu unaweza kuona wewe huko vyema lakini huko ni mgonjwa. Hata wa mama tafadhali tuende tufanyiwe ukauzi ili tuone kama tuko sawa. Mungu awabariki na washukuru. Mungu amenitendea mengi. Asante. Amen. Tunashukuru jina la Bwana MD. Karibu sana. Kati yetu pia tuko na ndugu yetu ambaye tunamjua kama Kanyeka. Kanyeka, karibu tusalimie. Atusalute. Mbiamono esenge njuti yangu anike uzi asengo chikokorega sinike swali itukoli kima wiki ngima kila lituko ntara kwana umuru yone narali mwese kukanga ndibusa igacho wochara bakwani kwanza ndongeregetige kemo karibu deke moiga kaindi na ile matukonta na wocha ono ngara kwa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Wengi wenu amunijue eti mimi ndio bibi ya Omogirango. Nimekuwa nikishiriki hapa, ni kitambo tukianzia kanisa ya chini hapa. Nimekuwa mshiriki wa Nyamataro for a long time. Mpaka mtoto wetu wa kwanza aliombewa hapa. Kwa hivyo ninashukuru kuwa mshiriki wa hapa. Mtuendelee kutuombea, safari yenye mbele ni ngumu. Na kwenye Mungu ametutoa tunashukuru. Kwa majina naitwa Happiness from Bethlehem Fellowship. Mbarikiwe. Inere ukomina iga naragira. Asa maskania manene, bishop, pastors na apostles. Ne kanisa yonsi. Tiamba kwa ni Mbiamore nainde. Yare usiyaweza Bwana anaweza. Yare usiyoweza Bwana anaweza. Ekenatero otero ku ase okoboko kwa Nyasaye asobosi kwa Nyasaye kendo ngeo gekoro kunga ngae to konyara
Au kuna iga kwara bakuruguru bakanse. Igo mongi wet. Au kuna ya wakaraki. Muna bona akorereki. Twagajira twasasima na kurange mitingi 10 tana gochaga. Narore mabadilika mange. Na kuna rueta. Nande mugansabira. Nigwete buyama sabaino. Yani twaje tukauruji simi ngenjugete iga. Tuikobera na simi. Kokoe wo wakiruri oyo mubote akiruri utagitoyo mbwe. So nari nkonyara kubakira simi. Nonye nase wall ese grupu yaitu simi jikaba mono chitaigutumika chikerusi kurusi grupu kurworo. So mubasa kanga muntu akalikwa akaenda akerusie grupu yaya oyo ore admin yangirani igo moiwete asama sine kanya saya ngeire yatoketo nyasa ngambia mono injini mbwate history ndate y'umuntu history ndakoraki na turi rubenga 10 nje na turi rube sena renge njenga 10 na sabitu ngakireta ngama sakara ngatuma kango turi rube njenga 10 ngwika nyumba nje ngumeti ngote my wife mbware rube ngoga ndande training na ene era 10 keita so ndungire okobera utaikora ngakire nomo ikena gendere course ngaika katika biranga 10 ngakwa inje bono ngendere to so mungao kachikwa uniform ngakumi ngakai jono kajikwewe kerauni bono ngakumisaidi ngatenga wa ono amangana yakoreki abeira maya usebono wake tiato moto kinya sae asekere kemo asekere na tingo tiago to kinya sae asenge njongo motiga agondigoka temo kobera angena nyasae temo akobo monene temo kobera ale nyasae akobo moke munangora te baba ntongaki umwana akora bori abota to ngakiende yere nkeiguru wege akamutendega nene akamukani mwana akamukani kabisa kira mwire apodi anu mwana akashtuka kai yabene na nkina minute tobera ngenya sa anya kutogitira kera ituko tusabirani nande buya talinga na tumetware nyasa munaka nande munankonyete nanda migori mata abongo tireiga na ikaga usebono wake tusabirana kabisa buya egasto kore aria niyo kurenda umuntu usino musabujibu umujibu dio chakyo te banga yaya kende gochiau ngomo yure ngayau so kamuranya ya challenge ndonsi namugo to kwana mbia mono na ndembia mono. Thank you very much. Amen. Asante sana Omogirango Kamili. Tunashukuru Mungu. Amen. Sorry asamalieta Boniface ondie kiomboga erinde kuigubuya n'Omogirango Kamili. Amen. Tukimalizia Jen Nyambaro is a member of Mount Carmel Fellowship. Alimpoteza mtoto wake kijana Jumatano iliyopita na Bario tutaambiwa baadaye. Member wa Mount Carmel amempoteza mtoto wake kijana, alikufa last Wednesday na mazishi tutatangaziwa baadaye. Kwa hivyo tukumbuke hiyo familia kwa maombi. Mama Jen ni yule CED and wake na ambao wanatutazama na tukiendelea kusapoti wabariki. Enda kutoa your tithe and offering. Kuna till namba ya kanisa ambayo ni 3388.
Hosana, amen. Nikiburudi, nikirukaruka, nikimba, Hosana, amen. Nina siri, yanifanya niwe jasiri. kwa amani, Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Nikirukaruka, nikisema, Hosana, yaniburu, kimba, Hosana, amen. Nina siri, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani, yanifanya niwe jasiri. Hiyo nikiburudika, kimba, nikisema, amen. Hiyo yaniburu, nikirukaruka, nikimba, Hosana, amen. waambie wanaolia na kuteswa na malimwengu, waonjeni neema na rehema ya Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Nina siri naye, Yesu, yanifanya niwe jasiri. kwa amani, Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. hiyo yaniburudisha. Nikirukaruka, Nikiimba Hosana, amen. Hiyo yaniburudisha. nikirukaruka, Nikisema, hiyo yaniburudisha. Nikiruka, nikiimba Hosana, amen. Amen. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema tena mwaminifu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana umetupa tumeshiriki katika ibada ya matoleo Jehova. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu ulitubariki wiki mzima na madhabahuni hapa Jehova. Tumeleta sadaka zetu, tumeleta fungu zetu na matoleo mengine. Ombi letu asubuhi ya leo ni kwamba Bwana ukapokea matoleo haya, na jinsi unavyosema katika neno lako ya kwamba Bwana tukujaribu na utafungua malango ya mbingu, tubarikie. Bwana iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Malango yakafunguke, kila mmoja akapokee sehemu yake ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa tumewaombea uponyaji kupitia kwa matoleo haya, na walio na mahitaji mbalimbali Bwana ukawatimizie, kwa kuwa wewe ni Mungu mtakatifu. Pokea sifa, heshima, kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Asante sana Praise. Yesu inuliwe, Baba upewe sifa. 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 Yesu inuliwe, Baba upewe sifa.
mikono yako namna hii jamani. Weka mikono yako namna hii kwa Yesu. Mbinguni tutapa. Mbinguni tutapa kwa Yesu. Wapi vigelegele? Aya, weka mikono yako namna hii. Inua mikono yako Yesu. Inua, 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 inua. Bariki, 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 bariki. Tukuza, 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 tukuza. Wapi vigeregere, vigeregere kwa Yesu. Ametenda makuu, ametenda makuu, ametenda makuu, ametenda makuu, ametenda makuu, ametenda tena tena. Okorira manene, okorira manene, okorira, okorira, okorira manene, okorira manene, okorira, okorira, manene, okorira, okorira. Wow!
mikono ikiwa hapa juu. Tumheshimu Bwana. Ni wewe. Mwambie wakupewa sifa. Na utukufu. Ni wewe. Ni wewe. Sema wakuabudiwa. Kama ninua sauti yako mwambie Mungu mwenye nguvu ni wewe, wa kuheshimiwa ni wewe. Hakuna mwanadamu mwingine atakayeweza simama mbele zako. Hakuna atakayepigana na utukufu wako Bwana, atakayelinganishwa na wewe. Hakuna atakayefananishwa na wewe siku ya leo. Tunakuabudu Yesu, tunakuabudu Bwana. Kama ninua sauti yako mwambie Yesu, ni wewe peke yako Bwana, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Kama si wewe Bwana, nani wa kuabudiwa? Kama si wewe Yesu, nani wa kuabudiwa? We thank you. We bless you, Lord. You are great. There is none like you. Father, in the name of Jesus, we thank you and we bless you, my good Lord. Surely you are great. There is none like you today and forever. I thank you, Lord, as we prepare to hear from you. Be with us and bless us together, my Father. We thank you and we bless you. For we pray and trust in Jesus' mighty name. Amen. Aha. Hallelujah. Hallelujah. Pigia praise and worship makofi mazuri. Akira awana ibada na sifa chinko bichingia. Enyewe wametuimbisha vizuri. Ekene batotelirie buya. May God bless you, our praise and worship team. Nyasaye baseseni abana ibada na sifa. Hallelujah. Hallelujah. Kama unaniona nisalimie na mimi. Kwenye kondo chenkwani na inche. Hata wale muko pale juu katika jina la Yesu. Nawakaribisha kwa neno la siku ya leo. We also thank our viewers from wherever they are. I want to say we appreciate them so much. I also want to welcome you. Watch as we continue in God's word. And may God bless you wherever you are. We thank you so much. Allow me read the word of God. Let's go to the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter number 2. Then we read from verse 20. I am saying 2 Timothy verse chapter number 2. We read from 20, 21 and 20. Yes. If you are there, we read in Jesus' mighty name. In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. If you keep
If you keep yourself pure, you will be a utensil God can use for his purpose. Your life will be clean, and you will be ready for the master to use you for every good work. Soma hiyo pia. Timotheo ya kabere ibere uchakire 2 mpaka 22 gotebanga ase nyomba enene tibirio ebinto bye chitabu ne bye chifedha byoka ase nyomba yenene tibirio ebinto bye chitabu ne bye chifedha byoka korende mbiro ebinto byemete na ebyamaroba boigo ebinde ne ebyogosika ne ebinde tibiri ebyogosika asa yo suguyatana na korwase ebinto bune ebyo nabege ntokyogosika giancheirwe keragwenero monene kiarosigwe ase kere emeremo emiya tama okogania okobekwa obosae riyoboronge na okwegena na obwanchani na omorembe amo nabwo bakomorangeria omonene ase chingoro chindabu. Father, in the name of Jesus, I thank you for your word. Lord, now as we venture into it, bless each one of us. For in Jesus' name we pray. Bwana asifiwe. Hebu salimia mwenzako mwambie mchungaji amekusalimia. Kwani oyo monene matebi ngo musomba ogokwanyirie. Msalimie vizuri. Mokwani buyango. Muulize swali hii. Mobolie li swali eliga. Are you ready to become a vessel of honor? No le tayale koba ekebekerero kyogosikwa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Usinipe jibu yenye amekuambia. Tonga li jibu liliakwa. I want to say this today. Becoming a vessel of honor in God's vineyard. Becoming a vessel of honor in God's vineyard. Or you can just say becoming a vessel in God's work. Maandishi ambaye tumeyasoma, amaliko aya tuasomire, the Bible says this. In our wealthy home, in our wealthy kingdom, the vessels, some of them made of gold, some of them made of silver, some of them made of wood, and I might say some of them made of plastic. Amen. So I'm asking you today, which vessel are you? Are you a vessel made of gold? Are you a vessel made of silver? Are you a vessel made of wood? Are you a vessel made of plastic? Oh, hallelujah. Hallelujah. In everybody's house, there are utensils there. And then in those utensils, we have kept them very safely. Nasema hivi, kwa kila nyumba kuna masahani na vitu vizuri vizuri, tumeviweka mahali pazuri. Labda wakati wageni wamekuja, ndio utapata hiyo sahani imetolewa hapo, imeletewa chakula kwa wageni. Sasa kuna sahani zingine pia, kila siku
kera lituko hiyo sahani utapata ndio inakuliwa chakula. Esani inere gokorera mirimo yokoria ndagira. Labda hata kuna sahani zingine nande nabera abenga chisani chinde nchirororo ukienda na wewe ni mwenye hiyo nyumba okogenda nga nayo monyene nyombe eyo labda hata hujawahi kukulia chakula hapo nonye nayo monyene tikwana gotumeka sani ikoria ndagira. Sijui kama ninasema uongo. Tima etiko a food on that plate. And then you wonder, when will that plate be used? And when special visitors come, they will get those utensils, and then they will bring food to the table. But today that is not what I want to say. We want to use that analogy in those utensil way. The Bible says in God's house, in God's house, there are also people, there are also things which are used in a certain way in the church, and then some are not being used. But we want to agree like this, that the Bible is saying there are expensive utensils in a special, which are used on a special occasion. There are cheaper ones which are used in everyday's work. And I want to say like this: when you become a vessel of honor in the Lord's house, it involves some 2 or 3, 4 things. And I want to tell you the 3 or 4 things are involved. Number 1, there is purification. Purification is removing sinful habits. There is also sanctification. There is also sanctification. That is living a set apart life. There is also just in this justification, it is being removed out of a place of guilty. There is also preparation in God's assignments. What I want to bring to you is this: when you become a vessel of honor in the Lord's work, it involves those things I have already said. I have said sanctification, that is living a set apart life. I have said purification, removing sinful habits. I have said justification, when you are moved out of a place of guilty. When you are also prepared in the assignment of God. If those 3, 4 things can get you in a church or in a kingdom of God, then you are a vessel
aye bono nekebekerero which God is ready to use. Ekinyasaye ale tayari gutumika. You become a special vessel. Igokoba ekebekerero kia bene. And us as human beings, nainde naintwe buna mwanya bantu wenye tuko kwa kazi ya Mungu, abatole asemeremo ya Nyasaye, ni lazima maneno hayo nimesema ya kupate igembi netimba kama ngana yakonyole ili Mungu akaweze kukutumia. Elinde Nyasaye achiko gutumika. Wakati unatumika ekere gwatumekire kwa kazi ya Mungu, asemeremo ya Nyasaye, vile sahani zinatumika, sahani chiri chigotumeka. Kuna sahani nimesema zile hazitumiki sana, sahani nchire chiri chitali gutumeka mono. Kuna zile zimetumika kila siku, nchire chiri chigotumeka asekera lituko. Kuna sahani hata utapata ingine sahani nchirora nyora chinde kama sahani Une sahani ya plastic. Hata kama ule mtu auoni sio wa dhamana kwako, na umuntu yukonyekero kumari ngatali bwengencha sore, ndio utampea chai na kikombe ya plastic. Na boko mwe chai na kikombe ya plastic. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hata ndani ya Mungu, nonye ime ya Nyasaye, leo ninataka kukuambia hivi. Lero ngane tingo tebiga. Lazima na wewe ebwenete naye ukubali maisha yako onchenane obogima bwao yawa a bit special, abe obogima bobe in a special occasion. Ase chinga kichiri chigwenerete, God can use you. Nyasaye na agotumeke. Ndio nilikuwa nauliza, nakinale koboria, what vessel are you in the house of the Lord? Nkebekerero ki ore ase nyumba y'omonene. Lakini nataka nikueleze, korendenga netiengo tebio, jaribu sana, tema mono, wakati uweze kutumika kwa kazi ya Mungu. Tema mono otumeke asemeremo ya Nyasaye. Because wakati unatumika ekiagere kerogo tumeka in a special work in the house of God, emeremo yawe mbiya ase nyumba y'omonene, then make sure that you are among the gold, tema omanyanga nole gatigati you are among the silver plates in the church, gatigati echifedha ase kanisa, so that God can also use you in whatever He wants to do. Elinde Nyasaye agotumeke ase kende gionsi aganete gokora. Oh, hallelujah. Hallelujah. Usije ukatumike vibaya kwa kazi ya Mungu. Tocha gotumeka bobe ase mirimo ya Nyasaye. Don't be used as a plastic. Tigago tumeka bune plastic. Don't be used as good. Tigago tumeka buna echibao. Don't be used as clay. Tigago tumeka buna maroba. It is my advice that in the house of God, inoko manyakuwa ndenga ase nyumba ya Nyasaye, na wewe you purify yourself. Oechene ayo manyene. You sanctify yourself. Wechene ayo manyene. You prepare yourself for this God's assignments. Ndio sababu nasema becoming a vessel of God's honor. So you must be ready to be used by the Lord. Because if you are not ready, if you have not sanctified yourself, if you have not purified yourself, then you cannot be considered a vessel of honor in the house of God. For those of us, if you want to be used, I also want to say this: obey God without being forced. If you obey the Lord without being forced, if you become somebody who remains faithful in every time, although the things are difficult, then you become God's vessel of honor. Actually, it is somebody who always humbles. Because when
God wants to use you, ekiagera ekero monene atagitagotumeke, He will find that you are humbled. igagokonyora gweketie. So when you are humble, ekiagera ekero bweketie, then you will be a vessel to be used. nobe kebekerero kere tayari gotumeka. When you become somebody who's forgiving, ekere kwabeire omonto oli okwabera, when you become somebody who is a peacemaker, ekere kwabeire omonto okoreta omorembe, when there is a transaction to be used, God uses people Nyasaye nigagotumeka abantu who are prepared, oyo abali beyaliganirie, who are ready, abali bale tayare, who have humbled themselves, bali bekeiliboka abanyene, who are forgiving and bringing peace, bali bale bokwabera na koreta omorembe, somebody who remains faithful in omonto otigaira omwegenu ase, somebody who's ready to do things without being forced, omonto gokora emeremo atari gosugumwa. then the Lord will always be using you when He needs you. Nyasaye nagendere gogotumeka ekera koganetie. So when you become a vessel of honor, ekere kwabeire kebekero kyogosika, when God is calling you, ekere Nyasaye agokorangeria, you are ready to hear His voice. nore tayare koigwa eriogi riaye, You are ready to say, I am here, Lord. nore tayare gotebanga nonda omonene, You are ready to obey. nigore tayare koigwera. The other time I was saying, chinga kichinde nigo nare goteba, if you are obedient, ekero oro monto koigwera, and then when God is also calling, nande kere Nyasaye akorangeria, and because you are obedient, nesengencho oro moigweria, He will use you for His work. nago tumeke asemeremo yaye. So you become a vessel igono kwabekebekerero of honor kyogosika in the Lord's house. ase nyumba y'omonene. Praise the Lord. Omonene Yesu abakwe, Bwana asifiwe. abaku Yesu. God often entrusts deeper spiritual responsibilities to those who guard their lives. Nyasaye botambe nigakwena nebinto bye'imemono byakimoika ase bali balendete amagima abo. Read with me this. Soma monenche ekeiga. In the book of Psalms 24, 3 and 4. Saburi ya mirongo ibere na inye, isato na inye. If you can read with me there kindly. Psalms 24, 3 and 4. If we can read. If we can read that. Psalms 24, 3 and 4. The Bible reads, who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Biblia goteba iga ningora gwenere gotira ase getuno kio monene. Yes. Ningora gwenere gotenena ase aya chenu. No montoria obwato amaboko atali no komocha. Yes. Nenkoro echenegete no oria otali gosasi machinya asae chiobolimo kose gotiana asobongainereria. So the Bible is encouraging us. Ige Biblia ngotwera moyo. And is asking a question. Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Only those whose hands are pure, who do not worship idols, and those who do not having pure hands, and the pure hearts, don't worship idols, then then you will be a special vessel
in the work of the Lord. nobe ekebekerero ky'eng'encho ase enyomba y'omonene. Other Christians, abakristo bande we are professional liars. nigo tole abanyabalimo bali bachiete ebiwango. Bwana asifiwe. Monene The saba. people who I call professional liars. Abantu bali bakoro kuba abanyabalimo bali bachiete ekosi. Why am I saying like that? Nkigako garango teba igo. Those who have phones, Abantu bali babwato bolimo like those who have phones, bali molene chisimi like myself, na ncho monyene. I have a phone. Ninde ne simi. You walk with somebody, Kwa you walk with somebody, unatembea na mtu na simu, watara no monto ne simi, alafu anapigiwa simu. wakerwe simi. Mchungaji uko wapi? Omosomba nga yole. Vile niko madhabahuni saa hii, Bunande sa madhabahu igabono iga. tasema niko Kisii. Na tebanga Kisii tauninde. Bwana asifiwe. Monene saba kwe. Kuna mtu mmoja tulikuwa na yeye huko town. Omonto ya mona yetu wengine era ali town. Anapigiwa simu, Wakerwe simi. ngayole. Uko wapi? Alafu anasonga kidogo, Agasuka keigo. nasema naondenka. Akasema niko nyumbani. Sasa unajua pia kwa hizi simu, Omanya nande ase chisimi echiga. kuna watu akisikia tu vile simu inalia, Abantu mbale kereba kuibune simi ekobo. Na abo bagokora igo. ni mchungaji kama mimi. Kolendo buno bolimo buno mukristo. Ambia mtu niko madhabahuni, Tebyo monto na madhabahunde. nipatie muda kidogo. Ingebiro bikeigo. Christ good use Omonto ori Kristo aranyale gotumeka. for his notable purpose. Aranyale gotumeka. For his notable purposes. Asemere moeli yaye emanyekaine. In and out of season. Chingaki chibwenerete ne chitagwenereti. If God, if you want to be a good vessel, Ekeroga nitikoba ekebekererekia. be a kind of a person Kaba omonto olia. that Christ may use you Ininde Kristo anyale gotumeka. in notable purposes. Ase chibinto biri bimanyekaine. In and out of season. Ase biro bire biyana biri bitali biya. Bwana asifiwe. Amen. Let God's word teach you Tigemere moya Nyasaye ekuorokererie. to be a better vessel. Obe ekebekererekia. When God wants to use you, Ekero Nyasaye aganetiko gotumeka. they find that you are there for that work. Anyore nganole tayare asemereme yo. Let this God's work rebuke you Tigemere meya Nyasaye egokinie. in your sinful life, Tigemere meya Nyasaye gotokonyera se so that you become a better vessel. Endo nyale kobe kebekerero kegwenerete. Let God's word strengthen you Tigemere moya Nyasaye ekomenta chinguru. in your ways Ase chinchera chiao. to be a better vessel. Koba ekebekerero kerekia. Oh, hallelujah. Hallelujah. Be a kind of a person Kaba omonto olia. Christ would use Kristo ara atumeke. to bring peace to others, Koleto morembe asabande. to bring a good news to others. Koleta mangana maya asabanto bande. Because if you prepare yourself Ekiagere kere kweroberia yo and monyene. be a vessel to be used, Ondobe kebekerero kioko tumeka. then that is what God wants you to do. Ekina Nyasaye aganetiokore. I want to give you 3 or 4 rewards you get when you become a good vessel. Tigankwe ebiegwa bitatu okonyore kere kwabere kebekererekia. Number 1, Eketangani you get divine favor and protection. igo okonyora okolendwa kwabene no Bwana gwancherwa. asifiwe. Amen. If you are a good vessel, Ekere kwabeire ekebekererekia. the rewards that you get free. Ebiegwa mbiro okonyora busa. And these rewards I have said, 1 Nebiegwa binate birekemo. is divine favor Okwancherwa and protection. no kolendwa. You will always get divine favor. Chinga kichonsi nonyore okolendwa kwabene. You will always get protection. Chinga
chionsi nonyala ogwancherwa kwa Why? aseki Because you are a special vessel of God. ekiagera kwabeire kebekerere kia kia Nyasaye. Number 2, Egiakabere you get power of impact. igokonyora chinguru You get power of impact to others. igokonyora chinguru chiogokuna abande. In fact, many people will want you to come in their life. Abantu abange mbaga nigochaso obugima bwawo. Because you are a good vessel Ekiagera kwabeire kebekerere kia and you have done a special job in God's na work, gwakorire emirimo emiya ase nyumba ya Nyasaye. God gives you the impact. Nyasaye nigakukwa okwancha abantu bande gosoko ngusoko chiasa abantu. Because you become a good smelling aroma Igokoba ogotioka okuya to people gochiasa abantu simply because you are a special vessel. ekiagera kwabeire kebekerere kia. So how do I ask you today? Ng'akina akoboliri rero Kindly try to be a special vessel, nagosoro irobe omonto omuya and you shall get a rewarding from God. nande nonyore okewa kurwasi Nyasaye. Another one you will get Ekende kiokonyora spiritual maturity and peace. igokoba oyo kinete kemoika nande gwatwara omorembe. Those ones who are special vessels, balimore ebibekerere biya spiritually they are mature. kemoika nigo bare God bakire. allows them Nyasaye nigakobanchera to be always mature in whatever they do. gokina ase kende gyonsi bagokora They will always have peace in whatever they do, chinga kichionsi batwara omorembe sikiri bagokora simply because you are a good special vessel of the Lord. ekiagera kwabeire kebekerere kia kia Nyasaye. There is also eternal reward in the kingdom. Ebyegwambira okwegwa ase oboruoti. Eternal reward Ebyegwa bya kale na kale in the kingdom ase oboruoti bwa Nyasaye is there for those who have agreed to be special, to be special vessels. ibire ase bali bacholire koba ebyegwa ebibekerere biya bya Nyasaye. So the only thing you have to do, my brother and my sister, Igeki ogwanete gokoramo muri ominto na basubati ominto is to purify yourself, nogwesibya yo monyene is to sanctify yourself, bwechena yo monyene be prepared in God's assignments. bwealiganie ase emirimo ya Nyasaye. Because when you are prepared in God's assignments, kiagerekere kweyaliganirie ase emirimo ya Nyasaye. God is ready to use you because you are already prepared. Nyasaye nigare tayari gogutumika ikiagera nigore tayari. Bwana asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Kama unataka kuishi maisha mazuri, Onye koganeti komenya obogima obuya. wewe kubali ukaweze kutumika kwa kazi ya Mungu. Ancherana gotumika ase emirimo ya Nyasaye. When God is calling you, Nyasaye ngokorangeriare. when God is saying, where are you? Ekere Nyasaye gotebanga yole. You don't hide, just say, I am here. Toli kwebisa nigo goteba yaya nonda. Why will you say, I am here? Ngige kogera otebenga nondega. Because you have already sanctified yourself. Ase ngencho kwesibiria ebye You have already prepared yourself for an assignment. Ekiagera kwaliganirie ase emirimo ende yonsi. And when you have done that, Ekiara gwakolera mangana I've already said the rewards you will get. igona tebire ngo okebye gwambira okonyora. And those rewards are free for you. Nechingeri ekyo engeri yendigere busa asole. Bwana asifiwe. Monene Yesu abakwe. I want to ask you today, Igonta etenko bolirero. let us be vessels of honor in God's vineyard. Igatugube ebyewa byogosikwa ase enyo omogondo Nyasaye. Let us be expensive utensils in God's special work. Tigatobe ebinto biria byeligoli ase emirimo ya Nyasaye. Don't be a plastic. Tigakobe plastic. Bwana asifiwe. Amen. See, a plastic, A plastic. it has also its value. Nebwate nero ebinto biae. But sometimes if you give special people in water using a plastic, Ekerora abantu bo
bamana ebinto bye plastic ataona kama ni madharau kwako. igaligereria arolenga go kwa muchaya. Want to ask you to be gold. Igona gusabire rero. Want to ask you to be silver. Igonga gusabira fedha. You become a special person. Obo muntu bwa obene. You become a special vessel in God's vineyard. In God's vineyard. In fact, when you purify purification, positions you for God's use anytime. For those ones who have purified themselves, that means you are always ready. And God will always be using you in Jesus' mighty name. That is why you can see where you are, or when you are within people, that those people, you will find people working with them, people socializing with them. Even if we have something in this church, we will just say, call somebody, call deacon, call MD. Why? Because the Spirit of God will lead you to him or to her, because he has purified himself or herself. If you want to be always good in God's work, be ready to become a vessel of God. Be ready to be there for God's work. Be ready to do God's work. Because if you work, if you are used as a vessel, then it shall be well in your life. It shall be well in your life. Bwana asifiwe. Amen. Before I finish, and before I play, I have something I will want to do today. Bwana asifiwe. Amen. Tanikubalia nifanye hivyo? Hebu niinulie mkono katika jina la Yesu. Wherever you are. Hey, Bwana asifiwe. Are you ready to be a vessel? Bwana asifiwe. Are you ready to be God's vessel? Oh, hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I came to Nyamataro. I want to be a vessel. And today, allow me be your vessel. Allow yourself. You become also a vessel to me. Bwana asifiwe. Kamati yangu ya board wako wapi? Kamati ya board, kamati ya board. Hebu msimame kama mko katika jina la Yesu. Amen. Motene na serietari ya Yesu. Bwana asifiwe. Simulichagua hawa? Mwabachoreta aba. They are good vessels in fact. Niko bale bibekerere biya. Mkinipatia nafasi ni wachongoe kidogo. Morangeli baga mbatogonyera keigo. Kuwachongoa kidogo. Mbarusie rangi yake. Yani mbatoki yake rende yante baba igo yake. Igera mbachi kaka to chikongita. Yani na ata banga ngekuli baga iga nte banga kaka no musidio itotalimo. Yes. Kara mwakere chingo byanga akeigo. Manena bakwe. Mina moroje principe yate ni nega talia montomuya. Principe taisa nyo principe. Bwana ngi mogire da bwana talia principe. Bwana asifiwe. Ntobu atie mdiga.
Ndubwati mama director. Ndubwati umo inoyo macho ine munanje. Mwakere chingo byangu. Hallelujah. Ndubwati ogero gaiga. Mwara mwakere chingo bitabwati enda mwamu. Mbona ngimo wakere chingo bitabwati enda mwamu. Bwana asifiwe. Today we want to be vessels in God's work. And when we become vessels of God's work, I told you rewards which are there. Bwana asifiwe. Amen. We are buying a bus. Ngochitore kugura a bus. Ngolio tatagete tugure bus. Fanyie hivi kama utaki tununue basi. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka tununue basi ndio? Ngoga netikugure basi. Inua mkono wako katika jina la Yesu. Imokio koboko kwa asili ya Yesu. Ulio takete tugure basi imokio koboko. Ula ambao nataka tununue basi. Wenye wanataka tununue basi inaandikwa Denyamataro. Inua mkono katika jina la Yesu. Imokio koboko asili ya Yesu. Ogero hata wanga muna hapa kwa jina la Bwana. That tutanunua basi in Jesus mighty name. Si ndio? Amen. Eraro. Tiganda era mata bawalia. Monga bere nande monga anchere. Ikiaga Nyamataro basi. No, basi ya Roma kanini. Okay. Nataka nimalizie hayo maandishi hapo. Igonga netinko le damalika yugabo. I was saying igona ale goteba you become a vessel. Kaeni kidogo tafadhali. Thank you. Mokoba ebibekerero. Becoming a vessel of honor in the Lord's vineyard. Koba ekebekerero kyogosika asomogondo Nyasaye. Starting from me. Gochakira incho monyene. And all of us today. Na intwe tuensirero. We have to agree. Ngobwenene tuigwane. And then become special vessels in this work. And may God bless you as you do that. And may God uplift you as you do that. May God bless your family as you do that. May God open up your doors in Jesus' mighty name. May God do great things in your life. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwanene Yesu abakwe. Secretary. Mo secretary. Tafadhali. Tafadhali secretary. Nataka uinitie majina hayo. Patia yeye mic. Bwana asifiwe. Naenda kuita hayo majina. Jemima Munge, Judith Macarius, Duncan Onchonga, Joseph Koringo, Felix Mairura, Stella Maris Nchengo, Johnston Mwimbi, Lydia Joash, Jacqueline Bogani, Jacqueline Janai, Samson Nyarondia, Charles Manyange, Rogers Mosoti, Charles Ogero, Andrew Munge, Vincent Mokua, Caroline Ogamba, Steve Mark, Ben Zachary, Rosemary Omambia, Faith Michira, Kevin Nyabuto, Judith Ben, Frederick Nyamari, Bernard Mwangi, Ven Kerubo, Caroline Matagaro, James Okeri, Naomi Kamanda, Margaret Ogero, Dennis Onchoke, Mary Mogesi, Wick Toto, Eunice Onchonga, Marcera Nyamongo, Jackson Nyakundi, Lilian Omwanza, Vincent Amokua, Joshua Nyagaka, Sylvia Richard,
Boniface Omboga, Roda Nyakundi, Rachel Matara, Kevin Asuma, Abel Moranga, Alex Mariga, Anastasia Maragia, Florence Momanyi, Trusila Asuma, Zefa Moranga, Mark Nyang'au, Monica Gichana, Pamela Thomas, Macarius Bosire, Ann Mukutu, Irene Mark, Clara Sote, Stella Kingoina, Irene Moruri, Zibora Moenga, Maria Timothy, Penina Asiago, Sarah Maiteka, Paul Mbego, Rhoda Mbego, Rose Paul, Lydia Maisiba, Reverend Onchengo, Cecilia Orenge, Isabella Nyakundi, Fred Mairura, Mark Ariga, Mary Mairura, Janice Sindemo, Martha Mkutu, Josephine Edwin, Aska Gisemba, Samuel Bosire, Florence Ondara, Jackson Momanyi, Jerida Angwenyi, Phoebe Mark, and Janice Angwenyi. Bwana asifiwe. Pigia hao watu makofi wote ambaye wameitwa. Na kama sikukuita leo, bado hatujawaachana. Kama sijaita jina lako leo, bado ndiratigana. Hatujawaachana. Nataka nimalize hivi. Ntate gukora iga. Hao wenye tumeita majina, abo twarangiria marieta. Bishop Reverend Ombogo, Bishop Reverend Ombogo anataka kuongea na nyinyi. Igaga gukwana na inwe. Tunapomaliza mkutano, ekere tugukora musangiririkano, kindly wewe ukae hapa mbele hapa hii. Na gosoroire oisaranse mutu. Usiende katika jina la Yesu. Togenda asirita ya Yesu. Niko kitu imenisumbua sana. Egento nkerigia nchandire mono. Leo sikulala. Lero tinda iri. Zo nikaona ni vizuri igona rora ngambuya niite majina yenu ndangelia marieta ino ili mfanye nilale kesho, ili mukafanye nikalale leo jioni. Elinde mogere ndale lero botuko. Sijalala. Tinda arara nje. Kuna wakati Biblia inasema chinga kichire Biblia goteba wakati Saulo there was a spirit yenye ilikuwa inatembelea Saulo. Omoika nore ole gotalera Saulo. The only person who could bring hiyo anaimbia hiyo spirit ni Daudi. Oyo ole konyara gotereria omoika oyu Daudi. Wakati Daudi anakuja, ekere Daudi achire akipiga hiyo sauti, ekera kireri ogierio, that spirit runs away. Omoika olio nigo ole gotama. The only people who will take up my spirit, abantu bali baraire omoika olio ne mbarabi abumbali na arangeli lero. Wale ambao nimeita leo. Wenye nimeita leo bali na arangeli lero. Mkikuja mkipiga ngengengenge. Bwana asifiwe. Hiyo watana naye tu. Tutatafsiri na wewe kesho. Ile ngengengenge. Tutatafsiri na wewe. Wakati mtakuja hapa katikati mpige ngengenge, nitapona na nitalala katika jina la nani? Kwa hivyo usiende. Number 1. Be the kind of person Christ could use for his notable purposes. Don't settle for less than God is highest and best. Allow him to use you as an instrument of his will. Obtain God's words of divine favor and protection, the power to impact positively, spiritual maturity and peace, and get eternal reward in God's kingdom.
Ni wangapi wanataka tuombe alafu tuombe pamoja? Msimame. Balenga bagane tusabe Wale watu namalizia hapo, kila mtu tusimame tuombe pamoja. Nataka nikuombee katika jina la Yesu. Nataka nikuombee katika jina la Yesu. Na leo naweka magoti yangu chini hapa kwenu. Ninapoomba I want to pray a special prayer. I want to kneel in this altar today. That God will do something in your life. That God will do something in our church. That Lord will make us walk together. That God will give us money. That God will make us buy that bus. Bwana asifiwe. Amen. If you stand, just stand. If you kneel down, just kneel down. Let's pray in Jesus' mighty name. Baba wetu katika jina la Yesu. Tata aserietaria Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mkuu. Aenya sae omwegenwa na ndo monene. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Monene tayo ongabu naye. You are our God. Ayenta toito. This far it is you. Obuarobo niga era yenya sae. Today, Lord, Nero iga omonene. I have humbled myself. So that God in Jesus' mighty name, you will come in my position. Talk to all of us. So that, Lord, we have money. So that we buy a bus we are longing for. Baba, hii basi imeongelewa miaka mingi. Sio mimi wa kwanza kusimama hapa na kuisema. Kuna watu wengi wamesimama hapa, wameomba juu ya hiyo basi. Nami leo hii Mungu ishie, nimeweka magoti yangu kwa madhabahu haya. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tupate fedha. Utusaidie katika jina la Yesu. Mchango ambaye tumeweka tarehe 12. Tumeitisha makadi kwa watu wa Mungu wetu. Uwaongeleshe wote ambaye tumewapea kadi. Baba, wakatuletee fedha. Baba, wasiwache tuaibike. Baba, usiwache pia tuaibishwe. Simama nasi na utende mazuri. Baba, neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Father, you have said we be vessels in your work. Let us be the vessels in your work. You are great, Lord. Hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe Alpha na Omega. Asante kwa wapendwa hawa. Wameweka pia magoti chini. Asante kwa bodi ya kanisa hili. Asante kwa wazee wa kanisa hili. Asante kwa kina mama wa kanisa hili. Asante kwa watoto wetu. Baba, leo hii ukakutane na mahitaji yetu. Ukatusaidie Mungu wetu. Ukatuondolee mambo yote ambayo yameinuka. Baba, tuone mkono wako ukitenda. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa makuu utatutendea.
Wacha utukufu kurudia sababu wewe ni Mungu. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mtu aseme amen. Amina. Tusimame. Tusimame. Mungu awabariki. Nimemalizia hapo.